hamwe na andũ arĩa monaga mweke wa gũcemania na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mahinda kwa mahinda nĩ mwanake ũyũ. Ici nĩ mbica ciake na mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri Margaret Kenyatta, ũrĩa makenanĩrĩire nĩ kuonania nĩ moyaine. Ona arĩ na wathe magongona maingĩ ma thirikari ĩtĩkia kana ũrege, we niwe ũtukanagia nyĩmbo. Narusha zaidi yao, navuka boda zaidi yao. Kama ni tumetoka na biscuit, narusha zaidi yao. Celebration tumeshinda, jubilation tumeshinda, celebration tumeshinda. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mtu wangu, kuja hapa kiasi. Kuja hapa mtu wangu. Kuja hapa. Kuja hapa. Ona ica ikuhĩ niwe ũratukanagia nyĩmbo mũthĩ wa gũkũngũĩra mashujaa mwena wa Mombasa. Siku moja mama nitakujengea nyumba ya kifahari, uishi poa mama na pesa za muziki. Siku moja baba nitakununulia gari la kifahari. Oĩkaine ta Ignatius Ogeto na rĩtwa rĩngĩ rĩa wĩra DJ Euphoric. Arajereire thĩinĩ wa studio cia Inoro ekuĩte na ngari yake ona arĩ na wathe. Sawa. Ũyũ ena rũgano rwa mwanya. As we speak now, I'm based in a Presidential Music Commission, so I do state events. Yeah, I also do Safaricom events. I'm part of Blaze as a mentor, Safaricom tours. So state event inamaanisha event mingi zenye president yuko. Yeah, tukianza na events za State House, mufanyanga part of the team ya State House tunafanyanga this an event. Normally the president and all ni party, so pia naleta watu different watoi but from orphanage, hizo homes wana have a Christmas party now. As well niko bado part of the national holidays. Like the other day tumekuwa Mombasa for Mashujaa Day, so those are the events whereby we interact. So tulikuwa naye State House Mombasa for entertainment na wageni wake have lunch. Yeah. Wakinyire atĩa gĩkĩro ta gĩkĩ kĩa mwanya ũcemanagie na mũtongoria wa bũrũri? Kujituma na pia kujiamini. Hapo ndio nilifika. Yeah, me with for example tukimit na president president sana uni encourage mazo niambianga unajua whatever you are doing, it's something una give hope sana kwa msee huko nje na ana feel maybe life imefika place anasema this is the end of life. Juu kunapatanga kuna msee ako sawa na miguu na mikono kila kitu, but ana feel kuna kitu haizi fanya. So na mimi akiangalia niko kwa wheelchair bado nina DJ, then something ina give hope to wase wengi huko nje, unaona. So hiyo ni support, hiyo niambianga mazimi na kusupport sana kwa whatever you're doing, and you are your number one fan. Huko State House nakutana na controller State House, head of a civil servant, MCS, principal secretaries, member of parliament. Yeah, kitambo ukiwa meet ilikuanga like si easy ku communicate now. Yani una feel pia kuna kauoga fulani or something, but it's an opportunity. So nashukuru tension ilikujanga ikaisha, so si talk tu kama marafiki.
nioĩ nyimbo iria mũtongoria wa bũrũri endete? Reggae ya Karo Wanjiru inaitwanga Munduiriri. So hii ngoma I think inamanishanga kama God angekuwa side yangu, then maybe vitu hazinge happen, kwa sababu na God ako side, then vitu zina happen for the will and the purpose of God. So hiyo ngoma mazee, ukiguza tu hivi you feel tu yani ataenda na word by word, ata feel yani una feel tu mpaka imemtouch. Wathe wake wa mũnyitire arĩ mũndũ mũgima, ona ndaigana kũmenya nĩ atĩa gwathire na mbere na hau mũtũrĩre wake ũgĩcenjia. Actually nilizaliwa nikiwa poa up to the age of 16-17. That's when nilianza ku develop now joints problem. Ukiona majoints zangu zinakuanga na marks so ilikuwa ni joint and bone problem. Ilikam nikiwa 17 years, 16 years, 17 years. So hapo ndio my disability ilianzianga. Actually ilikuanga ni morning moja, niliamka and then nika feel hiyo pain. So mimi nika ignore maybe nile game tumecheza, umeanguka. Kutoka hapo sasa after like a week hiyo pain ikazidi. So that's when I told my parents, wakanipeleka hosi walijaribu kufanya test lakini hakuna kitu ilikuwa inapatikana. So after some time walikuja wakasema ilikuwa ni joint problem, ilikuwa inaitwa something like rheumatoid fever. So and I think to madaktari ilikuwa ni irreversible something. So that's how nilienda up kwa wheelchair. So unajua hapo life ili change, kwa sababu unajua ukizoea kama umezaliwa ukiwa poa unatembea hapo kama watu wengine, and then inafika all of a sudden life ime change, unatembea and then your friends wako kwa yani your friends wanakutoka yani, kwa sababu now your life ime change. Alafu unapatanga community bado ija accept people with disability. Hiyo time iko like ime accept, so ikabidi ilikuwa hard for me mwenyewe ni understand na pia ni accept. Ilikuwa it took me like 2 years and ni accept like life ime change from kutembea like ku normal venye nilizaliwa to now I'm using a wheelchair. Ginya mathomo make ni mahutirio na njĩra nene ni wathe wake. Nilikuwa shule, nilikuwa naenda kufanya class 8 exam lakini sikufika kufanya kwa sababu ile kukaa hospitali juu nilikaa hosi sana. So ikabidi sasa nime step out of school nianze matibabu. After matibabu, so actually it took me a while, it took me like 3 to 4 years and then go back to school. Kutoka hapo nili decide let me first niji accept. So my family, apart from my friends ku walk away, watu walinitoka, nikabaki tu na my family. So my family stood up na mimi like walisema, walikuwa wanani encourage more often, wananiambia still unajua ukitumia wheelchair you can do anything you want to do, you can live your life. So hiyo journey ya kuji accept wakati nilifika sasa nikaji accept, that's when sasa niliamua nitarudi shule. So I told my parents nataka kurudi shule. So the kitu ilikuwa ni have to go back classes kama 2 from where I left. So but niliamua nikarudi nikafanya my class 8, nikaingia high school, nikafanya high school, nikaingia college kufanya my ICT. But sasa hapo nikafeel life yangu kule iko ni kwa DJ juu nilikuwa nimegrow hiyo ni ya music. So nikaamua let me kwanza ni hold on nifanye what I love most. No ndaigana gutiganĩria nĩakũranire ena kĩheo kĩrĩa kĩmũkinyĩtie gĩkĩro-inĩ gĩkĩ kĩnene ma. I think ni kitu ilikuwa kwangu nikiwa mdogo, kwa sababu niki grow nilikuwa sana napenda kuwatch muziki yote ambayo inachezwa na ma DJ. So nilikuwa nasikizanga sana Adrian ni one of the legends yani kubwa. So nilikuwa nimemea tu nikimsikiza, unaona. So hiyo nilianza nikiwa mdogo, unaona. So ikabidi tu nimegrow nikipenda mpaka saizi kule imenifikisha. Kujiamini like you do what you want. Mimi nikianza DJing nilikuwa naenda academy. Actually kuna msee hata aliniambianga unajua uko kwa wheelchair, this is a no. Unacheki? Yezi juko kwa wheelchair. But nilimuignore. Unaona? So nikaendelea tu kupush like nikasema nda prove to her wrong. Unaona? So hiyo ile drive nilikuwa nayo ndio ilinifanya nifike kule niko.
Yeah. Imenifanya vitu mingi. Nimemeet watu wakubwa. Ninajisustain in life. Yeah. And I'm doing some other projects here and there. Talent is paying. But you are disciplined, you know what you want. Yeah. Then God always number one. Then your talent it pays. Arandarĩria kĩoneki gĩake nĩ kĩnene mũtũrĩre-inĩ wake na mũno kũgacĩrithia iheo cia andũ mena wathe na arĩa matarĩ. Kitu inanifanya sana yani ni keep on ni ile ule msee yako huko nje mwenye you feel like hakuna hope, unaona. So mi kitu yenye nafanyanga sana, even naamka kila asubuhi kufanya like this is what I want to do, ni kuchange mentality ule msee huko nje. Mi nikisikia like there's a day I was doing mentorship in Mombasa. Nikapata msee amenipigia simu akaniambia sisi tulikuwa Mombasa na ukatufanyia mentorship na uko kwa wheelchair na sisi tuko sawa na tunatokanga tunakaa huko kwa base, tunapiga watu ngeta, tunakula nini, tunatumia madawa, but ile motivation ile ulituongelesha imefanya tumeacha, at least tumetafuta capital, tunafungua kibanda, unaona, tuna turn to something ambayo itakuwa productive kwa community. So mimi nikipatanga such information, hiyo kitu unipatie hiyo motisha sana. I'm working more on coming kuleta talents, creating a platform for people with the disability when wako na talent. So what I'm aiming sana ni to make sure like every person mwenye ana disability na ana talent, hiyo talent itamlisha, unaona. So for me sisemangi ati in 10 years, in 20 years nataka kuwa sijui niko na kitu fulani na kitu fulani. No, for me nasemanga nataka kupata as many as feedback as life may change. Unacheki from this to this. Na nilikuwa najitegemea. Personally nime come up na an association inaitwa Young Kenyan Creative Mind Living with Disability, whereby tutakuwa tunatafuta hiyo talent, tunaitrain, tunai mentor, hook up na role model wao hivyo, and then from there we are trying to work, kwa sababu saizi we are in talks with the National Council ya Person with Disability, pia wako on board. We see how we can help, kwa sababu ule mtu akishapata ile knowledge, akishakuwa nurtured kwa ile talent yake, amekuwa trained, anawezaje now kuwa independent. Nema ate a disability is not ability. Ni kitu tu inakuja tu, yani it's tasemaje, ni ka difference tu kadogo kati ya msako sawa na msana ana disability, but hakuna kitu major like ukiwa na disability that huwezi fanya. wathe ti kwĩremwo. Njĩtagwo Simon Kibe.